طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وزدنا علما يا كريم. يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعلي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، وما زلنا في كتاب الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى katika kitabu chake Umdatul Ahkam kwenye kitabu as-Salah ametuwekea mlango unaosema babu al-jam'i baina as-salatayn fi as-safar. Huu ni mlango wa kukusanya baina ya swala mbili safarini. Huu ni mlango wa kukusanya baina ya swala mbili katika safari au safarini. Inaonyesha ule wepesi wa Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala alivyoifanya dini hii kuwa ni nyepesi, kwa sababu al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, kama wanavyosema ulama wa usul al-fiqh. Tabu huwa inaleta wepesi, uzito unaleta wepesi. Kila jambo linapokuwa na uzito, basi sheria inafanya wepesi ndani yake kumwepesishia yule ambao uzito huo umemkumba. Msafiri anakuwa katika hali ya uzito na tabu, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia wepesi katika swala yake, kwamba badala ya kuiswali kila swala moja katika wakati wake, basi zimewekwa zile swala ambazo zinaungana kama dhuhri na al-asr, zinaweza kuswaliwa pamoja. Hivyo hivyo maghribi na isha kuna uwezekano wa kuswaliwa pamoja. Ikiswaliwa dhuhuri na al-asr katika wakati wa dhuhuri, fuqaha wanaita ni jamu taqdim, ni jamu ya kutanguliza. Itaswaliwa dhuhuri na al-asr katika wakati wa dhuhuri, na ikiswaliwa dhuhuri na al-asr katika wakati wa al-asiri ni jamu taakhir, jamu ya kuchelewesha, na zote hizo ni jaiz. Na hivyo hivyo katika swala mbili za maghribi na isha. Swala ambayo haina jamu ni swala al-fajr, kwa sababu haiungani na swala ya wakati wowote, katika kauli iliyokuwa sahihi au iliyokuwa na nguvu miongoni mwa kauli za ahli ilm. Baada nisfu thani min al-layl, nusu ya pili ya usiku, salatu al-isha itakuwa imeisha na hakuna swala mpaka itakapochomoza alfajiri ya kweli, itakuwa imeingia alfajiri, salatu al-fajr, na baada yake tena hakuna swala mpaka wakati wa zawali. Baada zawali shams, jua likipinduka kutoka upande wa mashariki kuelekea upande wa magharibi, na kivuli kikahama kutoka upande wa magharibi kuelekea upande wa mashariki, adhuhuri itakuwa imeingia. Kwa hiyo salatu al-fajr haina swala inaungana nayo, iko peke yake, kwa hiyo haiungwi na swala yoyote. Sheria imefanya hivyo kwa lengo la kumfanyia wepesi msafiri, na hivyo hivyo kwa nyudhuru nyingine kama vile mvua na mingineyo, hofu. Lakini pia kwa ajili ya safari akapewa udhuru msafiri katika saumu, akatakiwa afungue ruhusa kwake yeye
na mengineyo. Alhasil kwamba sheria imejengwa katika msingi wa wepesi. Na hili pia kwa upande mwingine ukiligeuza utaona umuhimu wa as-salah. Sala imepewa nafasi kubwa sana katika Uislamu kiasi ambacho hakuna udhuru utakaomfanya mwanadamu asiswali maadamu yeye ni mukallaf, kwa maana kwamba ni baligh aqil, yuko baligh na ana akili timamu. Hakuna udhuru utakaomfanya kwamba sasa wewe katika udhuru huu basi usiswali, ila kwa wanawake akiwa katika hali ya haidh mpaka atahariki. Ama kwa mwanamume baligh aqil hana udhuru mwingine wowote, akisema ana udhu basi ataambiwa tawadha, sina maji tayammam, au maji hapo siwezi kuyatumia tayammam. Kwa hiyo hana udhuru mtu hata anapokuwa safari. Sikwambii akiwa yuko mjini anaishi baina ya watu wake alafu akawa anazembea katika swala. Swala ni jambo kubwa sana, wa innaha la kabiratun illa ala alkhashiin, ni jambo zito. Na kadhalika hakuna maradhi yanayomzuia mtu asiswali, atakiwa mtu aswali hata kama yuko kwenye maradhi, bali hata atakapokuwa anatumika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika mazingira magumu zaidi ni mazingira ya vita. Watu wako vitani wapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Lakini pamoja na hivyo naambiwa salli, lazima yuko namna mbalimbali za kuswali. Sasa ajibu, wewe una shughuli zako binafsi tu kwa sababu eti umeajiriwa kwenye kiwanda au kushamba au kadha, watu waudhuru kwamba mimi siwezi kuswali kwa sababu nina kadha wa kadha. Tukiacha hayo, turudi katika darasa yetu. Aljamu baina as-salatayn, kufanya jamu baina ya sala mbili ni kuonyesha ule wepesi wa Uislamu kwa watu wake. Anasema an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amesema Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u fi as-safari, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yajma'u fi as-safari, anakusanya swala katika safari. Tunaweza kusema anakusanya swala safarini, baina salati adh-dhuhri, au unaweza kusema yajma'u fi as-safari, anakusanya safarini baina salati adh-dhuhri wal 'asri, baina ya swala ya dhuhuri na alasiri. Idha kana ala dhahri sayr, anapokuwa katikati ya mwendo. Idha kana ala dhahri sayr, anapokuwa katikati ya mwendo, yani yuko kwenye kipando anatembea, safari inaendelea, si kwamba ameshafika. Anapokuwa yuko kwenye safari, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anakusanya baina sala dhuhuri na al-asr, wa yajma'u baina al-maghrib wal-isha, na anakusanya baina ya maghribi na isha, kwa sababu safari zinazingatiwa ziko katika sehemu mbili. Safari kwa maana uko katika mwendo wa safari, hujafika unapokwenda, umetoka kwenye mji wako uenda mji fulani unaokusudia, hujafika, unahesabika uko safarini. Pia utakapokuwa umefika kule unapokwenda, si mji wako wewe si mustautini huko wala si muqim, umekwenda kwa haja fulani, umeshafika kini mgeni pale. Huyu aliyekuwa katika mwendo wa safari ana hukumu zake fulani zinamhusu, na yule aliyefika tayari ni msafiri, lakini kuna hukumu fulani zinamhusu. Kinyume na huyu ambaye bado yuko safarini, kuna uzito fulani yuko nao.
Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikusanya swala pale anapokuwa yuko katika mwendo ala dhahri sayr, anapokuwa katikati ya mwendo. Kitafsiri neno kwa neno, alipokuwa juu ya mgongo wa kipando, yani bado kwenye kipando chake. Kwa hiyo kawaida wasafiri wanakwenda kama hivyo, alafu fika mahali wateremka, wanakusanya maji au wanalisha wanyama, wanapika chakula, wanakula. Kwa hiyo bado inahesabiwa katika ala dhahri sayr, wako safarini wale kwenye mwendo. Kwa hiyo pale utaruhusiwa kufanya jamu baina ya swala mbili, salatu adh-dhuhri na salatu al-asr, kadhalika swala ya maghribi na salatu al-isha. Pia itaruhusiwa kufanya qasr kama mlango utakapokuja hapo mbele, kuzipunguza swala zenye rakaa 4 zikapunguzwa zikaswaliwa rakaa 2. Kadhalika anapokosekana maji utatayamma kwa sababu uko safarini, na taratibu zake zimetajwa katika vitabu vya fiqh. Kwa hadithi hii miongoni mwa fawaidi zinazopatikana, inathibitisha kupatikana jamu, kukusanya baina ya dhuhuri na al-asr au baina ya maghribi na isha watu wanapokuwa safarini, nayo ni sunna liman kana ala dhahri sayr, kwa yule ambaye yuko juu ya kipando. Wa amma man lam yakun ala dhahri sayr, ama yule ambaye hayuko katika kipando, hayuko katika mwendo, kashafika huko anapokwenda, fal afdalu alla yajma, iliyokuwa bora ni kutokufanya jamu. Ameruhusiwa, lakini ni ruhusa kwake kufanya jamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya jamu siku zake za hija zile 18 zote, alikuwa akifanya jamu, akifanya qasr, alikuwa akipunguza swala. Alikuwa akiswali Mina, anaswali adhuhuri rakaa 2 katika wakati wake, asri rakaa 2 katika wakati wake. Naam, ila Muzdalifa alikuwa akikusanya baina al-maghrib wal isha, kwa sababu yuko katika dhahri sayr, pale amepumzika tu. Kadhalika salatu al-fajr haifanywi jamu, na pia hadithi inaonyesha wepesi wa sheria ya Kiislamu. Babu qasri as-salati fi as-safar, huu ni mlango wa kupunguza swala safarini. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu amesema, sahibtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilisuhubiana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'atayn, akawa hazidishi safarini juu ya rakaa 2, hazidishi zaidi ya hapo katika zile swala za rakaa 4. Lakini wa Abu Bakr, pia nimesuhubiana Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadhalika, na wao hivyo hivyo walikuwa hawazidishi juu ya rakaa 2 katika swala za rakaa 4 zile. Pia huo nao ni wepesi, ni katika kufanywa wepesi kwenye sheria ya Kiislamu. Bali kuna wengine katika wanawachuoni wanaona kwamba ni wajibu kupunguza swala unapokuwa safarini, wajibu. Sawabu ni rukhsa. Babu al-jum'a, huu ni mlango wa al-jum'a, nataka kuelezea masaili yanayofungamana na swala ya al-jum'a. Anasema an Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, mpokewa kutoka kwa Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu. Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, huyu bwana jina lake alikuwa akiitwa nani? Hazan. Alikuwa na jina lake fulani hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja
akalibadilisha akamwambia wewe ni Sahal. Alikuwa akiitwa Hazan. Hazan maana yake ni ugumu. Hazan maana yake ni ugumu na uzito katika jambo, shida ile. Sasa alipoulizwa wewe nani, akasema mimi naitwa Hazan. Mtume akamwambia anta Sahal, akabadilisha jina kuonyesha kwamba jina linapokuwa linaleta maana mbaya basi takiwa libadilishwe. Mtu anaitwa jina lina maana mabaya, tabu hivi, matatizo na shida, vitu kama hivi takana badilishwe badilika kama hayo. Mtu jina lake kwa shida huyo, badilisha jina hilo liitwe jina zuri. Kadhalika jina linapokuwa lina ndani yake kuna kujisifu ndani yake na kujitakasa pia labadilishwa. Sasa huyu alikuwa akiitwa Hazan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Sahal bin Sa'd ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, katika watu wa Khazraj. Kuna mtu mmoja pia alibadilishwa jina akakataa, bi baba yake au babu yake Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Naam, sasa siwezi kubadilisha jina ambalo ameniita babangu. Ile mjukuu wake asema hatujaacha kuona matatizo kwenye familia yetu mpaka siku yetu leo, shida tu tuziona, na wangekubali kwa sababu majina pia yana athari. Kwa hiyo watu kuitwa majina mazuri ni sunnatun muttaba'a. Sasa Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi au Sahal ibn Sa'd ibn Malik al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, katika masahaba walio mashuhuri sana. Mtume swalla salam alipofariki Saad alikuwa na miaka 15 tu, kijana mdogo, ndio amebaligh sasa, lakini akaishi baada ya miaka mingi. Amefariki mwaka 91 Hijiria. Inasemekana kwamba ndio sahaba wa mwisho kufa Madina, sio sahaba wa mwisho kufa kuliko, la, tunasema sahaba wa mwisho kufa al-itlaq na Abu Tufail, lakini huyu alikuwa ndio sahaba wa mwisho kufa Madina, Sahal ibn Sa'd ibn Malik as-Sa'idi al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu warda. Sasa anasema anna rijala, yule kwenye hadithi kwamba kuna watu tamarau fi minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walibishana, tamarau tajadalu, walijadiliana au walibishana fi minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na minbari ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Min ayi udin hu, inatokana na mti gani? Min ayi udin hu, inatokana na mti gani? Hii mimbari ya mtume sallallahu alayhi wasallam imetengenezwa kutokana na mti gani? Watu wakawa wanajadiliana katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Sahal, akasema Sahal, min tarfa'i al-ghaba, inatokana na mti wa mtarfai wa porini. Mtarfai ni mvinje, ni athli, kama ilivyokuja katika riwaya ya Bukhari kwamba ni tarfa, maana yake ni athli. Al-athlu ni mvinje, kuna mivinje. Kwa hiyo hii mimbari hii imetengenezwa kutokana na mvinje. Min tarfai al-ghaba, inatokana na mtarfai au mti wa tarfai wa porini. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه, na hakika nilimuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesimama juu yake. Sahali anasema hivi, nimeona mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama juu yake. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu, akasema Allahu akbar, au akakabbir na wakakabiri watu nyuma yake. Wa huwa ala al-minbari, na hali ya kuwa yeye yuko juu ya mimbar, alipanda juu ya mimbar, kisha akaleta takbira na watu wakasimama kwa takbira nyuma yake, anaswali sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a, kisha akarudi. Wa nazala al-qahqara, na akashuka kinyume, hatta sajada fi asli al-minbar, mpaka akasujudu chini ya mimbar. Fi asli al-minbar, hapo ni chini ya mimbar. Akarudi kinyume, akasujudu chini, lakini vitendo vyote, rukuu na kiamu, amesimama iko juu hapo kwenye mimbar. Thumma aada, kisha akarudi tena, hatta faragha min akhir salatihi, mpaka akamaliza mwisho wa swala yake. Thumma aqbala ala an-nas, kisha akawaelekea watu. Faqala, akasema ayuha an-nas, enyi watu,
inma sana'tu hadha, hakika si vingine nimefanya hili, litatammu bi, ili mnifuate, walitaallamu salati, na ili mjifunze swala yangu. Asili yake walitataallamu salati, na ili mjifunze swala yangu. Mimi nimeswali hapa juu mnione, ili muone ninavyoswali. Wa fi lafdhin salla wa huwa alaiha, na katika tamko jingine aliswali na hali ya kuwa yuko juu yake hiyo mimbar. Thumma kabbara alaiha, kisha akakabiri juu yake. Thumma rakaa alaiha, kisha akarukuu juu yake. Thumma nazala alqahqara, kisha akarudi kinyume. Pengine mtu anaweza kuuliza sasa, babu aljumaa na masala ya kuswali juu ya mimbar wapi kwa wapi, au kuwa mimbar imetengenezwa na mti wa mvinje na swala aljumaa wapi kwa wapi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama imetajwa hadithi hii kuonyesha kwamba ni katika sheria kutengenezwa mimbar. Kuna mashru'iyya ya ittikhadhi al-mimbar fi al-masjid ambayo itatumika kwa ajili ya khutba al-Jum'a. Kadhalika hadithi inaonyesha kufaa kuswali juu ya mimbar na kusujudi juu yake ikiwezekana, au ikitowezekana kusujudi kwenye ardhi, inafaa hilo ikiwa ni kwa lengo la kuwafundisha watu. Pia inaonyesha kwamba vitendo vichache kwa maslahi ya swala vinajuzu, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam kurudi nyuma ili asujudu chini, inaonyesha kwamba inajuzu kufanya vitendo vichache kama vya kutembea kwa maslahi ya swala. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil, atakayekuja miongoni mwenu nyinyi kwenye aljumaa basi na aoge. Falyaghtasil, basi na aoge. Atakayekuja miongoni mwenu nyinyi katika aljumaa basi na aoge. Amri hiyo ni wajibu, amri, asli ya amri ni wajibu. Na imekuja hadithi nyingine, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ni sahihi au si sahihi? Na sahihi. Josho la Ijumaa ni wajibu kwa kila aliyebaligh. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba kuoga kwa ajili ya salatu Ijumaa ni wajibu wameegemea hadithi hizi, man jaa minkum aljum'ata falyaghtasil. Kadhalika ghuslu aljum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Baadhi ya wanachuoni wanasema sio wajibu kuoga kwa ajili ya siku ya Ijumaa, kwa ajili ya salati Ijumaa, ni sunna tu, wakitegemea hadithi ya Samura ibn Jundub ambayo akhrajahu Abu Dawuda wa Tirmidhi wa an-Nasa'i rahimahumullah ta'ala. Hadithi ya Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tawadda yawm al-jum'a fabiha wa ni'mat wa man ightasal falghuslu afdalu. Atakaye tawadha au mwenye kutawadha kwa ajili ya Ijumaa, man tawadda yawm al-jum'ati, mwenye kutawadha siku ya al-jum'a, fabiha, basi ni ruksa ameshikamana nayo, wa ni'mat, na bora ya ruksa ni huo udhu. Fabiha, basi ni ruksa ameshikamana nayo, wa ni'mat, na bora ya ruksa ni huo udhu. Man tawadda yawm aljum'ati, mwenye kutawadha siku ya aljum'a, fabiha, basi ni ruksa ameshikamana nayo, wa ni'mat, na bora ya ruksa ni huo udhu. Wa man ightasala, na mwenye kuoga, falghuslu afdalu, kuoga ni bora zaidi. Kwa hiyo kuna masala ya ubora tu, akitawadha atakuwa ameshika ruksa, hana neno. Akioga basi bora zaidi. Kuna wanaochuoni wameitumia hadithi hii. Lau ingelisihi basi ingekuwa
hadithi hii ni hujja au ingekuwa imeteremsha kutoka kwenye ule uwajibu uliotajwa katika hadithi iliyotangulia, yani ghuslul jumaa wajibun ala kulli muhtalim, ingeondosha neno wajibu ile ingeteremsha kwenye sunna. Kadhalika amri iliyopo falyaghtasil man jaa minkum aljum'ata falyaghtasil, ingeitoa amri iliyopo katika falyaghtasil ikaipeleka katika kutoka kwenye ujubu ipeleke katika nadb. Lakini hadithi hii haikusihi, na sababu ya kutokusihi ni riwaya al-Hasan. Nimeitaja hapo pamoja kwamba haikutajwa kwenye kitabu kwa faida. Al-Hasan al-Basri riwaya yake kutoka kwa Samura ibn Jundub kuna kauli tatu. Kuna kauli inayosema kwamba Al-Hasan al-Basri amemsikia Samura ibn Jundub hadithi zote. Kuna wanaosema hivyo na kuna wanaosema hapana, Samura Al-Hasan al-Basri hakumsikia Samura hadithi hata moja. Hii ni kauli ya pili. Na kauli ya tatu, kuna wanaosema kwamba Hasan al-Basri amemsikia Samura ibn Jundub na amepokea kutoka kwake hadithi moja tu, nayo ni hadithu al-Aqiqa ambayo katika Sahih al-Bukhari, na hii ndio kauli ilikuwa na nguvu. Kwa hiyo Al-Hasan al-Basri hakusikia kutoka kwa Samura ibn Jundub hadithi nyingine yoyote zaidi ya hadithi ya Aqiqa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ni mudallis وقد عنعنا، na amepokea kwa mu'an'an ka'an Sa'id an Karam wa mubham ma fihi rawi lam yusam. Kwa hiyo amepokea kwa an'an, idhan hadithi hii ni munqati baina al-Hasan wa Samura, na munqati ni sehemu katika hadithi dhaifu. Kwa hiyo hadithi zilizokuwa zimethibiti kwa njia zilizokuwa safi kabisa ambazo akhrajahu ash-Shaykhan, man jaa minkum al-jum'ata falyaghtasil, na aoge. Haya, wa anhu, na kutoka kwake yeye Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhutubu khutbatayn, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anahutubu khutba mbili, wa huwa qa'imun, na hali yakuwa yeye ni mwenye kusimama, yafsilu bainahuma bijulusin, anapambanua baina yao kwa kukaa. Hiyo ndiyo sunna muttabaa katika khutba. Yafsilu, anapambanua bainahuma, baina yao bijulusin. Qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yakhutubu khutbatayn, anahutubu khutba mbili, wa huwa qa'im, na hali yakuwa yeye ni mwenye kusimama, yafsilu bainahuma bijulusin, anaipambanua baina yao au anazipambanua baina yao kwa kukaa. Kwa khutba mbili, kisha khutubu khutba ya kwanza anakaa na kusimama ya pili. Hiyo imefahamika. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، متكوا وتوقع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسema جاء رجل، alikuja mtu mmoja, Sulaik yule aitwa Sulaik bin Amr al-Ghatafani, mtu mmoja hakutajwa hapa lakini anaitwa Sulaik jina lake. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anawahutubia watu siku ya Ijumaa. Sulaik amekuja msikitini na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya mimbar. Faqala, akasema sallaita ya fulan, kwa kuondoshwa hamza istifham, yani asallaita ya fulan, je umeswali ewe fulan? Qala la, akasema hapana. Qala qum farka' rak'atayn, akamwambia simama na uswali rakaa mbili. Wa fi riwaya fasalli rak'atayn, na katika riwaya nyingine imekuja fasalli rak'atayn, swali rakaa mbili. Yeye amekuja ameingia msikitini amekaa kama wanavyofanya baadhi ya watu leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakatisha khutba, akamsemesha yule bwana, wewe fulani umeswali rakaa mbili? Wala akamwambia simama uswali rakaa mbili. Hii inaonyesha ya kwamba inajuzu khatibu kumsemesha mtu kwa haja siku ya Ijumaa. Pingi watu wanazungumza ukawakataza, kaeni kimya nyinyi, acheni kuzungumza. Au mtu amekuja ameingia
hakuswali tahiyatul masjid ukamkumbusha simama uswali tahiyatul masjid wa hakadha. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema idha qulta li sahibika ansit yawm aljum'ah, utakaposema kumwambia mwenzako nyamaza siku ya Ijumaa, wal imamu yakhutubu, na hali ya kuwa imamu anakhutubu, faqad laghawta, umefanya puo, umefanya upuzi. Yani tulichokifanya ni kitu cha kiupuzi, kitu cha batil. La faqad laghawta, sio yule anayesema, yule ndio anayesema atakuwa ni ashaddi. Sasa wewe umwambia uskut au ansit, hairuhusi watu kusemezana na khatibu anahutubu, au mwingine akawa wachezea funguo au wachezea nguo au wachezea ndevu. La, watakiwa usikilize makini kabisa, mtazame imamu na khatibu anachokisema, na ukihisi kusinzia basi hama hapo au kuchukua udhu urudi. Hakuna kulala katika khutba. falyuadhin almuadhin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema man ightasala yawm aljum'ati, atakayeoga siku ya Ijumaa, thumma raha fi as-sa'ati al-ula, kisha akenda msikitini katika wakati wa mwanzo, fakaannama qarraba badala, basi nikana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa ngamia. Fakaannama qarraba badana, basi kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa ngamia. Wa man raha fi saati thaniya, na mwenye kwenda msikitini katika wakati wa pili, katika saa ya pili, fakaannama qarraba baqaratan, basi nikana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa ng'ombe, kama vile amechinja ng'ombe akatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man raha fi saati thalitha, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya tatu, fakaannama qarraba kabshan aqran, basi ni kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa kondoo mwenye mapembe. Wa man raha fi saati rabi'a, fakaannama qarraba dajaja, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya 4 ni kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa kuku. Wa man raha fi saati al-khamisa, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya 5, fakaannama qarraba bayda, basi ni kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa yai. Fa idha kharaja al-imamu, atakapotoka imamu, yani kwenda msikitini sasa akapanda kwenye mimbar, hadharatil malaikatu, wanahudhuria malaika, yastami'una adh-dhikra, hali yakuwa wanasikiliza dhikri, yani wanasikiliza khutba, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameweka malaika katika milango ya misikiti wakiorodhesha majina yanayoingia. Kila anaingia pale wanaorodheshwa jina lake. Khatibu akishapanda wanafunga madaftari yao, wanakuja kusikiliza khutba na wao. Kwa hiyo utakokuja baada ya hapo hayumo, hajaandikwa, kwa ile ajili itakuwa imeikosa. Anna as-suhufa allati biaidi almalaikati qad tuwiyat, kwa sababu yale madaftari ambayo katika mikono ya malaika yashakunjwa. Wa hadarat almalaikatu allati ala alabwab listima'i alkhutbah, na watakuwa wamekuja malaika ambao walikuwa kwa milangoni kwa ajili ya kusikiza khutba. Sasa inaonyesha fadhila ya mtu kuoga kwa ajili ya salatu aljumaa. Kwa wale wanaosema ni sunna tu, lakini bado fadhila zipo, ni fadhila kubwa. Kadhalika fadhila ya kuwahi kwa ajili ya jambo hilo, kwa ajili ya salatu aljumaa. Na thawabu za kutangulia zitapatikana kwa kuzingatia kule kuwahi. Kwa atakayekwenda saa ya kwanza ni kama mtu ambaye amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa ngamia. Bila shaka ni jambo kubwa, si jambo dogo. Kadhalika kwa ya pili, yule wa pili ni kama aliyetoa ng'ombe. Alitoa ng'ombe na ngamia ni tofauti.
gharama, kwa ajili zao zitakuwa ziko tofauti. Na mwenye kwenda katika saa ya tatu ni kama ametoa kondoo mwenye mapembe, kwa sababu pia katika kondoo wanatofautiana katika ubora, mwenye mapembe na yule ambaye hana. Kadhalika atakayekwenda kwenye saa ya 4 ni kama ambaye amekurubisha kutoa kuku, pamoja na kuku wake akamtoa sadaka. Angalia tofauti baina ya kuku na ngamia sasa, mbali. Saa ya 5 ni kama aliyetoa yai. Hilo yai halifiki kuku, sio katika ubora, pengine yai leo shilingi 200, shilingi 300 kwa thamani. Kwa hiyo fadhila yake kama hivyo tu. Wale wanaokuja wakati khatibu yuko juu ya mimbar, fawaihahum, na wahurumia wao. Kwa hiyo itakuwa malaika washafunga madaftari yao. An Salama ibn al-Aqwa, tumepokewa kutoka kwa Salama ibn al-Aqwa, Salama ibn Amr ibn Sinan. Al-Aqwa ni jina la babu yake, yani laqabu babu yake. Sahaba huyo alikuwa ni katika masahaba mashujaa sana, tena alikuwa ni hodari wa kutupa mishale na mbio. Walikuwa mara nyingine watu wakienda kwenye jihad kama vita vya Tabuk, anawaambia watu jangwani, kimbieni mpaka msiwaone, mpotee kwenye macho yangu, alafu mimi nakuja. Akija na wapita kama gari, kashapita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliibiwa wanyama wake wa zaka. Alipopata taarifa akatoka na mishale yake. Wengine waliibiwa tangu usiku, taarifa imekuja asubuhi. Akawafukuza wale watu mpaka akawapata. Alipokaribia akawa na yarmihim bimsahmi wa msalam, anawapiga kwa vyembe, kwa mishale na kwa mawe, wakakimbia wakawaacha wale wanyama, akawachukua akawaswaga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamkatia sahi. Kwa ilikuwa ni shujaa na ni mtu mwenye mbio nyingi za ajabu, haijawahi kutokea. Salama ibn al-Aqwa radiyallahu ta'ala anhu, wa kana min ashabi ash-shajarati radiyallahu anhu, na alikuwa ni katika wale watu wa ash-shajara, yani walihudhuria katika bai'atu ridwan, wakala kiapo pale chini ya mti. Qala, amesema Salama ibn al-Aqwa anasema, kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-jum'a, tulikuwa tunaswali pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam swala ya al-jum'a. Thumma nansarif, kisha tunaondoka, swala imeisha tunarudi nyumbani. Walaysa lilhitani dhillun nastadhillu bihi, na hakuna katika ukuta kivuli ambacho tunajifunika kwacho. Yani swala imeisha mapema kabisa, kitembea hivi kwenye kivuli, kwenye ukuta hupati kivuli. Kunna, tulikuwa nusalli, tunaswali ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, aljum'ata, tunaswali aljum'a. Thumma nansarif, kisha tunaondoka, ay nansarif ila buyutina, tunaondoka kurudi nyumbani mwetu. Walaysa lilhitani dhillu, na hakuna katika ukuta kivuli, nastadhillu bihi, tunajikinga kwa kivuli hicho. Katika riwaya sema fi lafdhi, ni katika tamko jingine, kunna nujammi'u, tulikuwa tukiswali aljumaa. Kunna nujammi'u ay nusalli aljumaa, tulikuwa tunaswali aljumaa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama. Idha zalat ash-shams, pindi linapopenduka jua. Likipenduka tu kwenda upande wa magharibi, basi sisi tunaswali aljuma. Thumma narji'u, kisha tunarudi nyumbani. Fanatatabba'u alfay, tunakitafuta kivuli. Fanatatabba'u alfay, tunakitafuta kivuli, yani hakuna kivuli. Kwa hiyo hii inaonyesha sheria ya kufanya haraka kuswali Ijumaa mara tu baada ya zawalu shams. Jua likipinduka tu kutoka upande wa mashariki kuhama upande wa magharibi, kivuli kikaenda upande wa mashariki, ikiingia dhuhuri tu, basi pataswaliwa salatu aljumaa. Baadhi ya wanachuoni wanasema salatu aljumaa inawezekana ikaswaliwa katika wakati wa dhuha, saa 4 saa 5. Hii ni kauli wanategemea baadhi ya ahadith
lakini ilikuwa na ile hata Sheikh Al-Albani alizungumza katika al-ajibatu an-nafi'a sio kila الصواب وعليه جماهير أهل العلم كما ni katika wakati wa dhuhuri. Kwa hiyo yote haya yalielezwa katika hadithi hii inaonyesha ya kwamba الجمعة takiwa iswaliwe mapema. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr, anasoma katika salatu al-fajr يوم الجمعة siku ya al-jum'a, alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata 'ala al-insan, alikuwa anasoma alif lam mim tanzilu al-kitab yani suratu as-sajda na al-hata hal ata 'ala al-insani yani suratu al-insan. Hizo ndio sura mbili ambazo mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akizisoma. wala law shi'tum la azidannakum. babu salati al-eidain, tusome al-eidain. babu salati al-eidain an Abdullah ibn Umar, ina utakuwa maelezo tutapita haraka haraka kidogo. huu ni mlango wa swala za Eid mbili. an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr na Umar yusalluna al-eidain qabla al-khutbah, wanaziswali idi mbili kabla ya khutba, fanaswaliwa kisha ndio khutba inafuatia. hiyo ndio sunna. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال, imepokewa kutoka kwa al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma amesema, khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm al-adha, alituhutubia mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Eid ya Adha, baada as-salati, baada ya swala nafaka kutubu. faqala, akasema, man salla salatana, yoyote aliyeswali swala yetu, wanasaka nusukana, na akachinja mnyama wetu, faqad asaba nusuka, hakika amepata chinjo la kisheria. faqad asaba nusuka, hakika amelipata chinjo la kisheria. ameswali kisha ndio akachinja, huyo amepata chinjo la kisheria. waman nasaka qabla as-salah, na mwenye kuchinja kabla ya swala, fala nusuka lahu, hana chinjo la kisheria yeye. فقال أبو بردة بن نيار, akasema Abu Burda ibn Niyar, khalu al-Bara ibn Azib, mjomba wa al-Bara ibn Azib, asimama, ya Rasulullah, akasema analisimama, akasema, ya Rasulullah, inni nasaktu shati qabla as-salah, mimi nimemchinja mbuzi wangu kabla ya swala. wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin, na nimejua kwamba leo ni siku ya kula na kunywa. wa ahbabtu an takuna shati, na nikapendelea kuwa mbuzi wangu awwala ma yudhbahu fi baiti, ndiye wa kwanza atakayechinjwa katika nyumba yangu. najua leo ni siku ya kula na kunywa, kwa hiyo nimependelea mnyama wangu huyu, mbuzi wangu, awe ndiye wa mwanzo kuchinjwa. fadhabahtu shati, nikamchinja mbuzi wangu. wataghadaitu, na nikamla, qabla an ati as-salah, kabla ya kuja katika sala. qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, shatuka shatu lahmin, mbuzi wako ni mbuzi wa kitoweo, sio nusu. shatuka shatu lahmin, mbuzi wako ni mbuzi wa kitoweo. qala ya Rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, fa inna indana anaqa, hakika kuna kwetu sisi mtoto wa mbuzi, na kitoto cha mbuzi kidogo. hiya ahabu ilayya min shatayn, anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko mbuzi wawili. nakipenda kijibuzi kidogo, lakini nakipenda mimi zaidi ya mbuzi wawili. ukinipa mbuzi wawili nikupe usikupi. afatajizi anni, je atanitosheleza mimi kuchinja nipate chinjo la kisheria sasa? qala na'am, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo. walan tajzia an ahadi ba'dak, na hata mtosheleza yoyote baada yako. hiyo hukumu hii ni haki yako wewe tu sasa. akamchinje huyo anaku wako, mtoto wa mbuzi. mfahamu? nadhani iko wazi. an Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu
قال مبكيوا kutoka جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال amesema صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر alituswalisha sisi mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Eid ya kuchinja thumma khatab kisha akahutubu thumma dhabah kisha akachinja waqal na akasema man dhabaha qabla an yusalli yoyote aliyechinja au man dhabaha mwenye kuchinja qabla an yusalli qabla ya kuswali kisa sawa ni kuifanya yoyote kwa sharti man dhabaha qabla an yusalli yoyote aliyechinja kabla ya kuswali faliyadhbah ukhra makana basi na achinje mnyama mwingine mahala pake waman lam yadhbah na yule ambaye hajachinja faliyadhbah bismillah basi akichinja achinje kwa jina la Allah. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma amesema shahidtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam yawm al-Eid nilihudhuria shahidtu kwa maana hadartu shahidtu nilihudhuria ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yawm al-Eid siku ya Eid fabada bis-salati qabla al-khutbah akaanza swala kabla ya khutbah kaanza kuswali kisha ikafuata khutba bila adhani wala iqama pasi na adhana wala iqama hakukuwa na adhana wala iqama wala hakukuwa na as-salatu jami'a hakuna thumma qam mutawakkian ala Bilal kisha akasimama hali yakuni mwenye kuegemea Bilal thumma qama kisha akasimama mutawakkian hali yakuni mwenye kuegemea ala Bilal kumegemea juu Bilal bin Rabah al-Habashi faamara bitaqwa Allah akaamrisha watu kumwogopa Allah wa hatha ala ta'atihi na akahimiza juu ya kumtii Allah wa hatha na akahimiza ala ta'atihi juu ya kumtii Allah wa wa'adha an-nasa na akawaidhi watu wa dhakkarahum na akawakumbusha watu thumma madha kisha akaenda hata atanisaa mpaka akawafikia wanawake fawa'adhahunna akawaidhi wao wadhakkarahunna na akawakumbusha wao faqala akasema ya ma'ashara an-nisaa enyi kundi la wanawake ndio wanasema enyi kongamano la wanawake yani mkusanyiko ya ma'ashara an-nisaa enyi kundi la wanawake tasaddaqna toeni sadaka fa innakunna hakika nyinyi aktharu khatabu jahannam ni wengi zaidi wa kuni za jahannam faqamat imra'atun min sitati an-nisaa akasimama mwanamke mmoja kutoka katikati ya wanawake faqamat imra'atun akasimama mwanamke mmoja min sitati an-nisaa kutoka katikati ya wanawake saf'a'ul khaddain mweusi wa vitukuta viwili ni mashavu mawili ana weusi katika mashavu yake saf'a'ul khaddain mweusi wa mashavu mawili faqalat akasema lima ya rasulullah kwa nini ewe mtume wa Allah kwa nini unasema kwamba wanawake ni wengi katika kuni za motoni faqala li annakun akasema kwa sababu nyinyi tukthirna shakaa mnakithirisha malalamiko malalamika sana tukthirna shakaa mnakithirisha malalamiko watakfurna al-ashir na mnakufuru au mnapinga wema wa wanaume watakfurna al-ashir na mnapinga wema wa wanaume kuna wanawake wengi wako hivyo si wote hata apewe vipi bado atalalamika tu kapewa hiki kafanywa hivi kafanywa ihsani hii akija kiudhiwa mara moja khalas ule wema wote uliofanya ulikuwa hauna maana yoyote utakuwa mfadhili ni yeye nimekufanyia hivi yale yote aliyofanyia yeye kayasahau bali hata kwa wanaume wako ina hiyo lakini inaonekana jambo hili limekithiri zaidi kwa wanawake nasallallahu lana wa lahunna al-afiyah was-salama qala faj'alna yatasaddaqna akasema wakawa wanatoa sadaka min huliyihin kutoka kwenye vipambo vyao vya dhahabu yulqina fi thawbi Bilal wana vitupa katika nguo ya Bilal min aqritatihin miongoni mwa vipuli vyao
au min aqritatihin, navyo ni vipuli vyao, wa khawatimihin, na pete zao, wanavua pete zao za dhahabu, vipuli vyao wanatia katika nguo ya Bilal. An ummi Atiyya, imepokewa kutoka kwa ummu Atiyya Nusayba al-Ansariyya, Nusayba bint al-Harith al-Ansariyya, katika wanawake wa kisahaba waliowakubwa. Amepokea hadithi nyingi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amepigana katika vita ambavyo alihudhuria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alihudhuria vita takriban 7. Ummu Atiyya qalat, amesema amarana ta'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ametuamrisha sisi, anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, an nukhrija fil eidain, kuwatoa katika idi mbili, al-awatiqa, wasichana wadogo, wa dhawati al-khuduri, na wanawari, wa amara al-huyadha, na akaamrisha wanawake wenye hedhi, ay ya'tazilna musalla al-muslimin, kujitenga na musalla wa Waislamu. Amarana ta'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ametuamrisha, anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametuamrisha nini? An nukhrija fil eidain, kuwatoa katika idi mbili, al-awatiqa, wasichana wadogo, yani al-untha allati qarabat al-bulugh, msichana ambaye anakaribia bale anaitwa, wa dhawati al-khuduri, wa dhawati al-khuduri, na wanawari, fi nahiyati al-bikr tastur bihi. Naam. Wa amara al-huyadha, na akawaamrisha wanawake wenye hedhi, an ya'tazilna musalla al-muslimin, kujitenga na musalla wa Waislamu. Wa fi lafdh, na katika tamko jingine limekuja, kunna nu'maru, tulikuwa tunaamrishwa, an nakhruja yawm al-eid, kutoka siku ya Eid, hatta nukhrija al-bikra, mpaka kuwatoa wanawake, min khidriha, kutoka kwenye stara yao. Walikuwa pia katika nyumba zile wanaekiwa stara, hawatoki kwenye nyumba zao ila siku ya Eid. Hatta nukhrija al-huyadha, mpaka tuwatoe wanawake wenye hedhi, fayukabbirna bitakbirihim, wanakabiri mfano wa takbira zao. Watu wanapoa takbira na wao wanafanya takbira mfano wa zile. Wayad'una bidu'aihim, na wanaomba mfano wa dua zao. Yarjuna barakata dhalika al-yawm, wakitarajia baraka kwa ajili ya au baraka ya siku hiyo. Yarjuna, wanatarajia, barakata dhalika al-yawm, baraka ya siku hiyo, yani khairi nyingi zinazopatikana katika siku hiyo. Wa tuhuratahu, na utaharifu wake. Inshallah darasa tutakuja tusome babu salati al-kusuf, swala, mlango wa swala ya kupatwa jua na mwezi. اليوم 15 من جمادى الأولى 21. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.